Bunju nimefanya project na mteja wangu mmoja ambapo pale amewekeza milioni 100 kamili. Ile milioni 100 tulinunua eneo pamoja na kumjengea nyumba vyumba viwili hizo mbili attached building. Kwa kuna apartment mbili za vyumba viwili, alafu na eneo tulinunua milioni 14. Ila budget kwa milioni 100. Sasa huyu mtu angekuwa na nafasi ya kuwekeza kwenye bond au kwenye other investments, akawa anapata dividends, ambapo kwenye milioni 100 ni milioni 13 angekuwa anapata, si ndio? Sasa huyu mtu ameenda kuwekeza kwenye real estate, na pale zile nyumba anapangisha 300,000 kila mwezi, anapata 600,000 kwa mwezi. Kwa hiyo kwa mwaka mmoja anapata milioni 4, no, 600,000 anapata milioni 7 na 200,000, si ndio? Yeah. Sasa kama milioni 7 na 200,000 ndio pato lake leo, alafu huku angeweza kupata milioni 13 mara mbili yake, ila thamani ya eneo lake haitakuwa milioni 14 tena, haitakuwa ile milioni 100 tena baada ya miaka miwili. Nipe miaka miwili au mitatu, atakuwa na vitu viwili vimekuwa. Kodi yake haitakuwa 600,000 tena, itakuwa zaidi ya 600,000, maybe 800,000 au milioni, lakini pia thamani ya eneo haitakuwa. Watu wengi sana hawajui kama biashara kupangisha ni ngumu sana. Kwa sasa watu wengi hawajui kama biashara kupangisha nyumba sijui ni ngumu sana, na inakuwa ngumu zaidi pale unapokuwa na unakuwa na wapangaji wanalipa hela au kodi ndogo ndogo. Kwa sasa shilingi 50,000, shilingi 100,000. Kwa sasa ukiwa na wapangaji design hiyo, biashara inakuwa ngumu ya kupangisha. Kwa sasa tofauti na ukiwa na wapangaji wanalipa $2,000, $5,000. Kwa sasa na mara nyingi ukiangalia wapangaji wanalipa shilingi 50,000, 100,000. Ndio wao wanasumbua pia hata kulipa hiyo kodi. Kwa sasa amefika muda kulipa kodi, kama baada ya miezi 6 analipa shilingi 50,000 kwa watu kulipa 300,000 anaweza. Okay guys, how are you? I hope you're doing fine. Na Mr. Kileni hapa naongea kama kaida yangu. Leo nipo katika kutoa maoni yangu kwenye video hizi mbili ambazo nimeziunganisha hapo. Hizi nazungumzia kuhusiana na mambo ya uwekezaji. Hii ndo sehemu ambayo mimi na enjoy sana nikiwa nazungumza biashara na uwekezaji, na enjoy sana. Sasa guys, umeona kama hapo mnavyoona. Video ya kwanza ni ya huyo dada ambaye inaonekana ni real estate developer, aidha na kampuni yake au vipi. Anaelezea uzuri wa mambo ya real estate. Real estate hapo tunamaanisha nyumba za kupangisha. Hatuongelee viwanja, hatuongelei mashamba. Tunaongelea nyumba za kupangisha. Na mheshimiwa mwingine hapa wa pili, yeye anazungumza kuhusiana na ubaya wa real estate, kwamba watu wengi wanahisi nyumba za kupangisha zinalipa, lakini biashara ngumu sana. Upande wangu mimi ni upi basi? Guys, nimeweka video hii kuonyesha ile sehemu ya yule dada mara kwanza, na hii ili mradi watu waweze kujua kitu ambacho ni uhalisia. Kwa watu ambao wanataka kuwekeza, wewe ndio mwekezaji wa kwanza. Tena hata watu wengine ambao wa mtaani tu wanaweza kukuambia kwamba bwana, ukiwa unataka kuanza maisha, umeshaanza labda kujenga nyumba au biashara au nini, wanakuambia usijenge kwanza, endelea na vitu vingine. Lakini ukiwa mbisha haina shida, utanunua kiwanja utajenga, then utakuja kugundua kumbe waliosema hivi walikuwa wanajua kitu gani ambacho kinaendelea. Sizungumzi huko, sawa? Sizungumzi kwenye hayo mambo. Mimi real estate naichukulia kama ni biashara ambayo kama unahitaji kufanya biashara au kama unahitaji kufanya uwekezaji wowote ule, ni sehemu ambayo unatakiwa uifanye ya mwisho kabisa. Sijasema usiwekeze katika vitu ambavyo watu huwa wanaita ni hawanielewi. Mara nyingi huwa wanasema sio kwamba usiwekeze, hapana, lakini ni kitu ambacho ni sehemu ambayo ni ngumu sana wewe kutengeneza pesa nyingi. Fanya biashara, yani piga hesabu zako zote. Mimi nimepiga hizi hesabu zaidi ya miaka 10 kwenye mambo ya uwekezaji nipo. Katika hesabu zote ninazozipiga, nikaja kugundua real estate ni uwekezaji ambao ni sio mzuri. Yani sio mzuri hata kidogo. Sio mzuri hata kidogo, lakini sio usiwekeze. Maana yake kwa wale watu ambao wanapenda cash flow au wanahitaji cash flow, ukiwekeza huku utakuja kulia. Ndo kama Mr. hapa anavyotueleza kwamba jamani, nyumba za kupangisha sio rahisi kama watu wanavyofikiria. Nyumba za kupangisha kwanza, return tu kwa mwaka, return yake mara nyingi haifiki 5%, inakuwa chini ya 5%. Mara nyingi inacheza kwenye 2% mpaka 3%. Wewe uende kununua nyumba sehemu yoyote ile, yani return yako kwa mwaka inakuwa 2 mpaka 3, ili mradi ile hela ambayo ulioiweka
iweze kurudi, au useme urudishe tu ile hela ambayo uliojenga ile nyumba ulioitengenezea. Maana hapa kuna hoja mbili. Kuna wengine wanasema hela yako uliotengeneza nyumba ndio ile unaweza ukauza ukarudisha. Mimi nasema hapana, sometimes unaweza ukauza nyumba kwa bei ile ulikuwa unaitaka wewe na isinunulike. Hizo kesi zipo nyingi sana. Tuachane na huko. Lakini kikubwa utachukua muda mrefu sana kuweza kurudisha ile hela ambayo uliwekeza. Kama wewe nia yako ni kuona investment yako na return gani. Lakini kama nia yako wewe kupata hela tu ya kawaida ya kila siku, cash flow ya kawaida, haina shida. Guys, uwekezaji wa kwenye nyumba za kupangisha na maanisha. Kama ukijenga nyumba ya kutembelea hiyo ya kutembelea tena. Nyumba ya kuishi hiyo haina tatizo, lakini na maanisha hapa nyumba ya kupangisha. It's a headache. Ninavyosema hivyo mimi na uzoefu wa hiki kitu. Ni uwekezaji ambao ni kama unataka kufanya uwekezaji kweli. Ukiwa na portfolio yako, kama utawekeza sijui kwenye hisa, kwenye bondi, UTT na hizo sehemu zingine, uwekezaji wa kwenye nyumba uwe wa mwisho. Hapo utapata return ambayo ni uwe wa mwisho. Kuna option nyingine kama mbili za kuweza kuwekeza kwenye nyumba. Option ya kwanza sihitaji, lakini option ya pili wengi wanafanya Airbnb. Kama kweli nyumba za kupangisha zile za kulipa kila mwisho wa mwezi zinalipa, kwa nini watu wanakimbilia Airbnb? Utakuja kugundua kuna kitu hakipo sawa. Achana na kusikiliza watu ambao wanaita nini, wanatoa hizi sales pitch. Mtu anakuambia njoo bwana, uwekezaji wa kwenye nyumba unalipa sio nini na nini. No. Yaani sio kivyo kama wanavyosema. Ni uwekezaji mgumu sana. Sio kivyo kama wanavyosema guys. Mimi nasema hivi kwa ushahidi mkubwa ambao ninao. Ndio maana nasema. Hawaita kweli Nice, tunaelewana. Achana na huyu anasema kuna mteja wangu alijenga nyumba sio ya milioni 100 nini bla bla bla. Hiyo milioni 100. Jamani, tuna mifano mingi ya kusema, lakini sio kwamba eti usiwekeze. Wekeza, lakini uwekezaji huo uwe kama wa mwisho. Kama unataka kufanya wa kwanza, yes unaweza, lakini kuna njia mbili. Njia ya kwanza sihitaji. Kama unahitaji kujua, utanicheki kwenye DM, nitumie message. Njia ya pili ndio hii inaitwa Airbnb. Kwa hiyo kuna hizi njia mbili kubwa ambazo una uwezo kuwekeza kwenye nyumba, uwekezaji kwenye nyumba na usipate hasara. Yaani tuseme sio kwamba usipate hasara, yani uwekezaji wako ukawa unalipa. Ya kwanza nimesema sihitaji, lakini njia ya pili watu wanafanya Airbnb. Na Airbnb na masharti yake kibao, location hivi na hivyo vitu kama hivyo. Okay guys, have a nice day. Thank you.